saini itaisha. Ile shamba imebaki ni akili. Ni akili peke yake. Ama mnataka kwamba watoto miaka 10 20 ijayo tena wao wanalisha ng'ombe, wanataka wapande miwa? Hapana. Hii miwa ingekuwa inapandwa na mashine na inachunwa na mashine. Ndio sababu tunapeleka watoto shuleni. Kwa hivyo I want to give guidance ndugu zetu Morans. Hii biashara ya kusema kwamba lazima, unajua sasa hata simba, zamani mlikuwa mnaambiwa uwe simba ndio uitwe jini. Siku hizi kuna simba mnaua huko? Hakuna, zimeisha. Hakuna, hatutaki mtu akufe kwa sababu eti ya vita. Tumeongea na waziri Murkomen, tumekubaliana, tumemwambia kwamba si askari wataleta amani. Amani lazima itoke kwenu nyinyi wenyewe. Ama na namna gani? Lazima amani itoke kwenu. Lakini officers wetu, wana county commissioner, county commanders, sisi hayo ambao mko hapa, tafadhali mnajua ni kina nani wanachochea vita. Hatuwezi ambiwa kwamba hawajulikani. Sasa mnafanya nini? Haja gani mkoe kwa ofisi? Lazima wajulikane. Hata kama ni pesa kidogo inatafutwa ipewe watu hapa, watu waambie ni nini inaendelea, tupeane. Tumalizane na huu puzi. Leo hii tumekuja hapa tunaambiana kuna mpira. Mheshimiwa Governor, hata kama kuna watu wamepewa plots, ongea na wao, ni watu wako. Hata kama ni compensation kidogo, tuweke watu. Leo tungekuwa tuna watch mpira. Tutoe vijana 5 wa Kisii, waende ama 5 Masai, waende Shabana wachezee huko. Wacha niulize, ni Masai gani hakuna ng'ombe nyingi hapa? Anionyeshe mkono. Ila hakuna ng'ombe 100. Aya, wacha. Hapa Kisii kuna nani hakuna eka 10 ya shamba? Ni nani anajua mchezaji wa mpira duniani anasifika ni nani? Ronaldo. Messi. Mnajua ni pesa ngapi yako nayo? Sasa sisi tunakimbizana hapa na mishale, kuna mtu anakimbia na mpira na anatengeneza bilioni za pesa. Shame on us. Kwa sababu tunapigana kwa sababu ya ng'ombe. Mwisho, hata kabla sijamaliza, vijana wa bodaboda hapa Transmara, kuna wakati walikuwa na shida. Mtutu yuko mbali sana. Actually yule governor yuko karibu na Kilgoris, hapa ni mimi. Kwa sababu ukitoka hapa Mtutu unaona lazima atumie ndege kutoka wapi? Kutoka Narok afike mwisho wa Narok. Mimi niko hapa. Vijana wakakosana kwa sababu ya hii mambo ya levy. Wakataka kufunga barabara. Nikatuma vijana kutoka hapa kwangu, wakakutana, wakaongea. Masai wakatoka hapa mpaka kule Motonzo usiku. Wakakuja tukaongea, tukachoma mahindi. Nikawapea kitu kidogo, nikawaambia kwenda mniletee makaa. Hiyo vita ikaisha. Kwa sababu singeanza kutafuta Mtutu yuko Narok, atakuja lili kusolve vitu zangu hapa. Kwa hivyo ndugu zangu, nataka niwaulize kila mmoja wenu. Hapo Masai ambao wameolewa hapa ni wengi sana. Wale wa Kisii ambao pia wameolewa pande ni wengi. Kwa hivyo ni familia moja inapigana. Wale wakora wako hapa ni 3 4. Na hao wakora lazima tuwasimamishe. Wacha nipeane ahadi. Na ahadi hii, mimi mkinitomea na msiue. Mkichoma mniambie governor, tulichoma mwizi hapa Transmara. Hama hapa Kisii. Na huyo yuko hospitalini, atapona, atakuja. Nitapeana shilingi 1,100 kwa kuchoma mwizi.
Hiyo biashara ndio tumaliza ama namna gani? Wakati wowote hata wakiwa 10 niko tayari kupeana milioni 1. Niko tayari kupeana milioni 1. Unajua wakati mwingine tunacheza na moto sana. Unajua mtoto anaangusha moto hapa, nyumba yote inafanya nini? Inashika moto. Hatutaki biashara kama hiyo. Kuanzia sasa mimi niko tayari. Kabla hata huyu ni mtu ako na pesa. Gavana usijali, nikikufikia nikamwambia kwamba nimefika milioni 1-2, tumechoma wezi karibu 20, wewe utaniongezea milioni nyingine tupee watu kwa kazi nzuri. Amna namna gani? Ya, kwa sababu badala ya kuzungushana namna hii, kuna nini? Watoto wanafaa kwenda shule. Eti kwa sababu ya vita watoto hawezi enda soma. Kina mama ambao wamepanda mboga pande hii hawezi kupeleka mboga sokoni. Hii upuuzi lazima iishe.